Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Karibu katika ibada yetu yaanza siku madhabahuni na Bwana inayokujia nami mtumwa wa Kristo na mwalimu Joseph. Tunaliangalia neno la Bwana katika kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 2 mstari wa 1. Tunaanzia hapo. Neno la Mungu linasema, ndipo tukageuka tukashika safari yetu kwenda jangwani kwa njia ya bahari ya Shamu, kama alivyoniambia Bwana. Tukawa kuizunguka milima ya Seiri siku nyingi. Bwana akanena akaniambia, mlivyo uzunguka mlima huu vyatosha. Geukeni upande wa kaskazini. Geukeni upande wa kaskazini. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekuwa tukifundisha kwa habari ya mipaka na kucheleweshwa kwenye maeneo ya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu muhimu sana kama kujulishwa nyakati na kufunguliwa hatua. Nimekuwa nikizungumza na wewe sana kwa habari ya kufunguliwa hatua, kujulishwa nyakati, lakini pia kuondolewa mipaka. Kama kuna mtu ambaye anaelewa neno la wakati ambalo lipo sasa madhabahuni, ni heri kwake, kwa sababu ni mwezi ambao Bwana amesema nasi kwamba atazifungua hatua zetu na kutujulisha nyakati. Lakini pia tulipojiweka wafu kwa Bwana kwa ajili ya wiki hii, wiki ya kwanza katika mwezi huu, Bwana amesema nasi kwa habari ya no more limit. No more limitation. Hakuna tena vizuizi. Sasa wana wa Israeli wanaichukua safari yao, wanaelekea jangwani. Wanachukua safari yao kuelekea katika nchi ambayo Mungu amemwapia Ibrahim, nchi ya asali na maziwa, nchi ya Kanaani. Na walipochukua safari yao, kama neno la Bwana linavyosema kwamba Mungu alimpa Musa maelekezo kwamba ni njia ipi watakayoiendea na kuipitia. Lakini katika kuendelea kwao, wakajikuta wamefika sehemu moja ambayo inaitwa Seiri. Wakati wamefika Seiri, wakakutana na milima huko Seiri. Lakini cha kushangaza, hawa watu wana wa Israeli wakajikuta wanazunguka milima ya Seiri. Bila kujua, wakawa wanazunguka milima ya Seiri kwa siku nyingi sana. Wakawa wameshikiliwa kwenye milima ya Seiri, wakawa wanazunguka ile milima, yani hawatoki kwenye hilo eneo, hawatoki kwenye hayo mazingira, hawatoki mahali hapo, hawatoki kwenye hiyo level ya maisha. Wako sehemu moja tu. Miaka inaenda, miaka inarudi, siku zinaenda, siku zinarudi. Yani wako sehemu moja tu, wameshikiliwa sehemu moja, wanazunguka kwenye cycle, kwenye pattern moja, wanazunguka tu eneo moja. Walikuwa hawajui, wao waliendelea tu kuzunguka.
kama vile mtu mmoja ambaye ninazungumza naye muda huu kwamba umekaa sehemu moja tu, umekaa kwenye biashara hiyo kwa miaka, lakini hakuna kinachoendelea kwenye maisha yako. Uchumi wako bado ni ule ule, hali ya maisha bado ni ile ile, kiwango chako cha fedha bado ni kile kile, lakini neno la Bwana linasema ya kwamba Mungu akawaambia ya kwamba yatosha kwenyu ninyi kuzunguka mlima huu, yatosha kuzunguka mlima huu, yatosha seme mlivyozunguka mlima huu, yatosha, geukeni upande wa kaskazini. Yatosha mtu wa Mungu kwako wewe kuendelea kubaki kwenye hilo eneo moja tu. Yatosha kwako wewe kuendelea kuonewa kwenye hayo maisha. Yatosha wewe kuendelea kutemewa mate. Yatosha kuendelea kubaki kwenye hilo eneo moja. Yatosha kuendelea kuumwa hayo magonjwa. Yatosha sasa wewe kubaki kwenye hilo eneo moja tu la uchumi. Yatosha. Maana Bwana anaenda kuivunja mipaka. Bwana anaenda kuondoa mipaka ambayo iliyokuwa ikikuzuia, ambayo iliyokuwa inakufanya unazunguka kwenye eneo moja. Hakuna kinachoendelea kwenye maisha yako. Wewe ni yule tu, miaka inaenda, miaka inarudi, unapanga mipango, unaweka mipangilio, unajiwekea ratiba, lakini nothing is happening. Hakuna kinachofanyika, hakuna kinachoendelea. Na muda mwingi sana umekuwa ukijiuliza maswali, mbona kama kuna kitu ambacho kiko sawa? Nataka nikwambia kwamba yatosha adui kukuwekea mipaka. Yatosha mipaka iliyowekwa kwa ajili yako. Kuna Mungu aliye mbinguni anayeenda kukuondolea mipaka, ambaye anasema sasa yatosha wewe kuendelea kuzunguka milima hiyo ya Seiri. Yatosha kwako kuendelea kuzunguka hizo shida, kuendelea kukutawala hayo mateso, kuendelea kukutawala hivyo vizuizi vyote. Bwana anaenda kuviondoa kwa siku ya leo. Katika ulimwengu wa roho naona kuna vizuizi vinaondolewa. Katika ulimwengu wa roho naona kuna mtu ambaye alikuwa akizunguka milima kwa miaka, amekuwa amezunguka milima kwa miaka, amekuwa kwenye eneo moja kwa miaka ya kutosha, lakini siku ya leo liko neno la wakati, liko neno lililoamriwa na Bwana, liko neno ambalo Bwana ameliamuru kwa wakati wake, kwa ajili ya kukutoa hapo, kwa ajili kupatikane na mabadiliko, kupatikane na shifti kwenye ile eneo lako, kwenye ile eneo. Mimi sijui ni mtu gani ambaye Bwana anaenda kumtoa kwenye eneo moja, amelizunguka kwa miaka ya kutosha, amekaa kwenye eneo moja siku za kutosha, na Bwana amesema yatosha sasa. Enough is enough. Maana Bwana anaenda kufanya jambo lisilo la kawaida. Anaenda kukuvusha hapo na kukutoa kwenye anga hilo, na kukutoa kwenye mazingira hayo. Umekaa kwenye hayo mazingira, umestruggle vya kutosha, umekaa kwenye hayo mazingira vya tosha sasa. Yatosha sasa. Ni lazima uweke imani yako na kile ambacho Bwana tayari amekitangaza kwenye ulimwengu wa kiroho, kwenye maisha yako. Katika jina la Yesu naenda kuomba sasa. Inua mkono wako. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, asante Bwana Yesu kwa neema na rehema zako. Asante kwa uwezo wako Bwana, na kwa ajili ya siku ya leo ambayo umeiachilia kwetu. Tunaenda kuifurahia na kuishangilia katika jina la Yesu Kristo, Mwokozi na Mungu anayeweza yote. Baba wa Mungu, ukisema ndio, ni nani awezaye kusema hapana? Siku ambayo Bwana umesema ya kwamba imetosha sisi kuendelea kuzunguka kwenye eneo moja, imetosha sisi kuendelea kucheleweshwa, imetosha mtoto wako huyo kuendelea kubanwa kwenye mazingira tatanishi, kuendelea kubanwa kwenye eneo moja la uchumi, kwenye eneo moja la biashara, kwenye kiwango kimoja tu. Kwa jina la Yesu Kristo, ziko lefu ambazo Bwana unaenda kutupeleka katika siku ya leo. Kwa jina la Yesu Kristo, kila milima iliyokuwa inatuzuia, kila mahali ambapo Bwana tumekuwa tukizunguka kwa miaka, tumekuwa tumebanwa kwa miaka, kwa siku za kutosha, leo hii yatosha sasa. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kila jambo lolote ambalo lililokuwa likizuia sisi kutokuongezeka, sisi kutokuenda hatua nyingine, sisi kutokuenda viwango vingine, kwa jina la Yesu Kristo tunaondoa katika siku ya leo. Kwa jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai, kwa ajili ya mtoto wako yeye Bwana,
tunaondoa vizuizi vyote, tunavunja mipaka yote iliyowekwa na adui. Tunaiondoa milima, yatosha kuzunguka milima ya Seiri, yatosha kuzunguka kiwango kimoja cha uchumi, yatosha kubaki kwenye eneo moja la biashara, kwenye level moja ya mauzo, kwenye level moja tu ya viwango, kwenye level moja tu ya kazi, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi Mungu aliye hai. Na kwa damu ya mwana kondoo tunatangaza majira mapya, tunatangaza msimu mpya, natangaza nyakati mpya kwa maisha mtoto wako huyo. I speak a new season katika jina la Yesu Kristo Mwokozi Mungu aliye hai. Bwana, wewe unaposema ndio, hakuna uwezaye kusema hapana. Uliposema yatosha, yatosha, yatosha kwenye maisha mtoto wako huyo, yatosha kuonewa, yatosha magonjwa, yatosha mateso, yatosha uonevu wa kiroho, yatosha mashambulizi yoyote yale katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yatosha kubaki kwenye uchumi wa kiwango kimoja, yatosha kubaki kwenye level moja ya kazi, yatosha kubaki kwa nafasi moja, yatosha. Roho za ucheleweshwaji kwa jina la Yesu ninaziondoa kwa siku ya leo, kwa siku ya leo. Ninavuta roho za ucheleweshwaji, ziondolewe roho za ucheleweshwaji katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Siku ya leo Bwana, nuru yako iangaze. Siku ya leo Bwana, utuondoe kwenye milima ya Seiri kwa jina la Yesu. Mtoto wako huyu Bwana, tunamuondoa kuizunguka siku nyingi milima hii ya Seiri katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mahali ambapo tukumetamkiwa na ukiwa kwenye maisha yake, tunaondoa ukiwa, tunatamka kelele za shangwe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na katika damu ya mwana kondoo inenayo mema kwa ajili ya watu wake, tunatangaza mema, tunatangaza msimu mpya, tunatangaza viwango vipya kwa jina la Yesu Kristo. Hatua zetu zinasonga mbele sasa, hatua zetu zinaelekea sasa mafanikio, hatua zetu zinaelekea sasa faida, hatua zetu zinaelekea afya iliyo njema, hatua zetu zinaelekea baraka za Bwana, hatua zetu hazitaelekea hasara, hatua zetu hazitaelekea tena uchungu, hatua za watu wako Bwana hazitaelekea tena mateso na maumivu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunakataa roho za maskini na kataa yote mbaya kwenye maisha yetu, kwenye maisha ya watu wako katika jina la Yesu. Siku ya leo Bwana, neema yako, uwezo wako na nguvu zako ziweze kudhihirika katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kuna mmoja ambaye Bwana amekuwa kizunguka kwenye cycle moja kwa siku nyingi, kwa miaka mingi, amebaki kwenye hilo level, amebaki kwenye level moja tu ya biashara, level moja tu ya uchumi, level moja tu ya kushika hela, level moja tu ya kushuka fedha. Kwa jina la Yesu navunja hiyo cycle, navunja hilo kongwa la kuzamishwa kwenye eneo moja kwa jina la Yesu. Natangaza majira mapya, natangaza msimu mpya, natabiri juu ya maisha watu wako, natabiri juu ya maisha yetu katika jina la Yesu. Tunasonga mbele sasa, ni majira mapya, maana Bwana umetujulisha nyakati mpya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Neema yako, kibali cha Bwana kiwe pamoja nasi, kibali chako Bwana kiwe pamoja nasi. Roho Bwana enenda nasi, uwepo wako usiondoke kwetu katika jina la Yesu. Mahali ambapo tumezamishwa, mahali ambapo tumekwamisha, mahali ambapo tumewekwa, kwa jina la Yesu nuru inang'aa sasa, nuru inang'aa, nuru inang'aa. Kila mtu mahali ambapo amewekwa chini ya utumwa, chini ya mateso, chini ya vifungo, vinafunguka, vinaondolewa. Na Bwana umesema ya kwamba vyatosha kuzunguka mlima huu, vyatosha. Tunageuka upande wa Bwana sasa, tunageuka in the new direction, tunageuka katika direction mpya kwenye maisha yetu. Tunachukua Bwana direction mpya katika jina la Yesu. Tunaiacha direction ya mateso kwa jina la Yesu, tunaiacha direction ya kusumbuka, direction ya magonjwa, direction ya mateso, direction ya hila, ya direction yote Bwana ambayo adui ameielekeza kwetu, tunaikataa na kuiondoa. Tunaingia Bwana katika mwelekeo wa Bwana uliojaa amani, uliojaa mafanikio na baraka za Bwana na kibali cha Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Neema yako Bwana, nguvu zako Mungu zikawe pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo, tukijiweka wakfu kwa ajili ya
kuwekwa huru kwa ajili ya msimu mpya, kwa ajili ya majira mapya, kwa ajili ya nyakati tulizojulishwa na Bwana, ili kusonga mbele, ili kutokubaki kuizunguka milima kwa siku nyingi, kwa miaka mingi. No more limitation, no more limitation. Hakuna mipaka tena, hakuna vizuizi tena, hakuna ucheleweshwaji tena, hakuna kuchelewa tena, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Oh Bwana, kila kucheleweshwa kimaisha, kila kucheleweshwa kwenye eneo lolote la maisha mtoto wako huyu, tunaondoa, ninamuondoa, tunaondoa katika jina la Yesu Kristo, Mwokozi Mungu aliye hai. Roho Bwana, asante kwa neema yako. Roho Bwana, asante kwa upako ambao umeuachilia. Asante kwa nguvu ambao umetukirimia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mwokozi aliye hai milele. Asante Mungu kwa wema wako. Asante Bwana kwa neema na rehema zako. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, naachilia muujiza wako uende kuzirika, muujiza uende kufanyika, jambo lisilo la kawaida liende kutendeka kwenye maisha ya watu wako, kwenye maisha ya mtoto wako huyu, katika jina la Yesu. Tunalithibitisha katika ulimwengu wa roho. Tunateka Bwana, tunateka maeneo yote, tunateka mipaka yote, tunatamka majira mapya, tunatamka kwenye maisha yetu, tunatabiri juu ya maisha watu wako katika jina la Yesu. Ninatabiri juu ya maisha mtoto wako huyu majira mapya na msimu mpya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Baba, asante kwa neema yako. Yesu, asante kwa uwezo wako. Asante kwa nguvu yako. Asante maana wewe ni mwema na mwaminifu. Na hata sasa sifa na utukufu ni vyako milele. Siku ya leo ikawe siku ya kutembea kwenye kibali cha Bwana. Ikawe siku ya kuona wema wa Bwana. Tukatengwe na uharibifu, tukatengwe na malango ya kuzimu katika jina la Yesu Kristo, Mwokozi aliye hai. Baba, wewe ni mwema. Yesu, wewe ni mwema. Katika jina la Yesu Kristo tunakurudishia shukrani na sifa zako, kwa kuwa kuna Mungu aliye kama na wewe. Mkono wako usiondoke juu ya mtoto wako huyu, umlinde atokapo na ingiapo, abarikiwa atokapo na ingiapo, katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema iliyojawa kibali na kuondolewa limitations zote. Namba yetu ya mawasiliano ni alama ya kujumuisha 2778624318. Kwa namba hiyo unaweza ukaunganika nasi. Kwa namba hiyo unaweza ukawasiliana nasi kwa kutuma ujumbe ama kupiga simu, ikiwa unahitaji ushauri wa kiroho, ikiwa unahitaji maombi na maombezi, ikiwa unahitaji kuituma sadaka yako kwa kuambatanisha na maombi haya. Mungu akubariki sana na uwe na wakati mzuri. Amen.